Umoja One Kenya. We have had a very fruitful and productive conversation. They have raised issues which are concerned both to Kenyans, to the church, and also to politicians in our country. It has been a very interactive conversation, and we are very happy and pleased with the role that the church is playing. We don't want to agree that the contents of this conversation now will remain among us, but we will be talking later. Again, I want to take this opportunity to thank Kenyans who have come to our meetings in the past. There was an announcement today by the governor of Kisumu about the demonstrations in Kisumu. We have talked with him, and he has actually asked us to announce that there will be demonstrations in Kisumu tomorrow, just like there will be in the rest of the country. We want these demonstrations to be peaceful. As we have said, we are invoking provisions of Article 37 of our Constitution. These demonstrations must be peaceful, and we also urge those who are planning to try to disrupt them to desist from doing so in the name of our Lord. Thank you. Nitatumia lugha ya Kiswahili. Kwanza tukishukuru nafasi tumekuwa nayo na Right Honorable ambaye ni kinara wa Azimio, na tumeongelea yale tumeyaona, na kwanza tuwapa pole wale wameumia, na tumeongelea kuhusu kutafakari jinsi ya kuishi na amani. Kama Wakatoliki, Jumapili tarehe 2 kuna maandamano huwa tunafanya ya Palm Sunday. Iwe ni peaceful na tuweze kufanya kazi zetu kwa amani, na huku tukiomba pia si tu polisi na washikadau wote wa security tuheshimu na tuweze kuwapa nafasi watu kutembea bila shida. Ni wazi katika sasa mazungumzo yameanza na tutaweza kuwashirikisha, lakini kwa wingi tungewaomba jamani, kama tulivyo wa Kenya tunajua inawezekana, kwa sababu tukianza kuvuruga zaidi, kuumiza zaidi, tutakuwa tunapotezeana muda. Vijana hata wamaliza mashule vizuri, mashamba hatalimika. Kwa hivyo mimi na maaskofu wenzangu ambao tuliandamana nao, Askofu Muheria, Askofu Mkuu Philip Anyolo, Askofu John Obala kutoka Ngong, na pia Askofu Dominic wa kutoka Eldoret, na katibu wa ofisi yetu ya maaskofu Padri Ngaruya. So tumekuwa na muda mzuri wa kuzungumza. Tumejaribu pia kuelewa Mkenya wanavyoumia, na pia changamoto ni nyingi, lakini tusiende zaidi tujiumize. Kwa hivyo tunaamini maombi, tutaombeana, na tunaamini kwamba it is possible to get this country back to where it was. We were doing well, we are doing well already, but we can do better. Kwamba tuwe wa Kenya wanao zidi kukaa na amani. Kama kuna wenzako wanaona na shida, tujaribu kuwasaidia. Na pia serikali, tafadhali mnaalikwa kuweza kutumia njia za sawa. Sehemu ambapo tunaona kumeponyoka, tujirudi jamani. Mnaelewa naloongelea.
kuna watu labda wamesemekana wana changamoto zao kwa sababu wamekosa ulinzi, na sina la budi kusema kwamba Mungu yunasi. Mungu abariki nchi yetu ya Kenya. Sote tuwe watu naopenda nchi kama tulivyoonyesha wakati wa uchaguzi na mengineo. Na mwishoni, jamani, ni kipindi ambacho cha ndugu zetu Waislamu, tuwatakia mfungo mwema. Ni wakati ambao ni Wakristo ambao wanajiandaa kwa kipindi cha Pasaka. Tutakie sherehe nzuri za Pasaka ijayo. Tuonane wakati unaofaa. Mazungumzo yanaendelea, hatujakamilisha, muda ndio umepungua, lakini tunashukuru sana nafasi ya kuwa na Right Honorable na timu yake ambao ni washauri wake wakuu katika mambo haya ya siasa na pia mambo yanayoendelea katika nchi ya Kenya. Asanteni na Mungu awabariki. Natoa baraka kwa wote wa Kenya popote ulipo. Tunaomba maaskofu wetu tuwabariki wa Kenya, tukisali kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi, tunapomalizia mazungumzo yetu leo, tuamini tumepiga hatua. Tuamini umekuwa nasi, umemtuma Roho wako atuangaze na atuongoze. Tuamini pia tunaposali, twasali kwa ajili ya amani, si tu Kenya, ni amani katika sehemu nyingi zinazo changamoto ya uongozi na zilizo changamoto ya maji. Wengine wamekumbwa na shida za maji mengi, na kwingine ni ukame. Bado hatujaweza kukamilika kabisa. Tunaweka maombi haya yote mbele ya Mwenyezi Mungu, tukikuita Baba, tukisema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, falme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Atukuzwe Baba, atukuzwe Mwana, atukuzwe Roho Mtakatifu. Mungu Mwenyezi atubariki, abariki na nchi yetu, abariki viongozi wetu wote, ambapo ulipo na nilipo na wenzatu walipo, tuweze kuwa watu tunapohitaji Mungu anatusikiliza nia yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kukaa nasi daima na milele. Amina. Asante sana. Thank you.